DZTV obwensu vuomugusi. Jumamosi ijayo mchana Bwana ameniamrisha kwamba nifanye ibada ya kuomba na walimu. And I can tell you, tutaomba na walimu wabarikiwe na waondolewe stress. They need God. Kila mwalimu ambaye anashiriki hapa, usikose kwa kwenye ibada hiyo. Na pia mwalike walimu marafiki zenu. Tutafanya ibada ya walimu, iwe ni wa shule ya binafsi au shule ya msingi ya serikali au shule ya sekondari au chuo kikuu au walimu ambao wameritaya. Tunataka kupitia kwa walimu hao, maana wako na network ya taifa nzima. Ile mbegu tutapanda ndani yao isababishe mabadiliko Kenya mzima, na itafanyika kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wale mnakuja ibada ya Jumapili na mlikuwa mmezoea tangu kuzaliwa, unashindwa sasa hii utafanyaje ibada ya Jumamosi? Ni swali ambalo nimelijibu mara nyingi, lakini hata leo tena Mungu anataka nilijibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa inakuaje hii kanisa iko namna gani? Hebu uliza neighbor hapo, unaionaje? Sasa iko namna gani? Ati tena kama wewe ni mgeni, wauliza ati tena watu walikuwa hapa jana. Kama wewe ni mgeni, uliza walikuwa hapa jana wengine. Na wewe kama ni mwenyezi umwambie Haleluya. Na usichanganyikiwe. Nataka nikuelekeza kidogo tu kwa dakika chache. Niseme hivi kuhusu ni kwa nini tunaweza kufanya ibada siku yoyote ile. Tunafanya Jumatano, unaweza ukafanya Jumamosi, unaweza ukafanya Jumapili. Na ndio ninyi muwe marafiki wa makanisa yote. Muwe marafiki wa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona watu wakienda kanisa Jumamosi, usikuwe na tatizo. Ukiona watu wanakwenda kanisa Jumapili, usiwe na tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mikono yako miwili pamoja, makofi kwa Yesu. Najua ukiona Mungu amebadilisha kitu ni kwa wema wa wanadamu. When you see God changing anything, ukiona Mungu amebadilisha kitu ni kwa ajili ya watu. Haleluya. Hiyo point mumeandika. Na hata leo nikiongea, kama kutakuwa na mabadiliko hapa, yatakuwa ni ya kukufanya uwe bora. Kama ulikuwa mgonjwa upone. Kama kuna shida katika ndoa ipone. Kama kuna shida ya karo ipone. Mungu akibadilisha ni kwa uponyaji wa watu wanaompenda. All things happen for the good of those who love God. Unampenda Yesu? Haleluya.
Mungu akibadilishanga maneno, anabadilisha kwa ajili ya wema wa watu wake. Kama haujapata hiyo habari, na kuambia leo, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda sana na anaweza kufanya chochote. Do you believe zaidi ya haya mambo mengine mnasema hawezi akafanya? Kama anaweza kumtoa mwanawe wa pekee, ni nini hawezi akafanya? Ni kukusamehe, hata kusamehe. Kama msamaha wa kweli ulikuwa unadai mtoto wake wa pekee, na huyo mtoto wake wa pekee sio mtoto wa kuzaa, ni yeye lazima achizae kama mtoto hafe. If God can die for you, he can do anything for you. You are precious and special. Hallelujah. Hallelujah. Najua Biblia inasema Yesu alitununua kwa damu. Hallelujah. Kitu kikinunuliwa hakiko dukani tena, kiko kwa mwenyewe. Ndio maana ukija hapa chuo uko nyumbani, ukinunua mkate, ukishalipa, ukiacha huo mkate kwa duka, labda ulisahau. Once you pay, you take it to the destiny. Kuna watu mnataka kwenda mbinguni na mchi mlinunuliwa. Kwani Yesu aliwanunua akawaacha kwa duka? Hii dunia ni ngumu. Mimi niliponunuliwa nilienda nyumbani. Hapa niko tutua ya siku chache na nitarudi. Nitarudi, wacha nimalize kazi kwanza. Lakini one thing I know, Yesu aliponinunua alinipeleka mahali nilistahili kuwa. And therefore I am bought with a price. Nimenunuliwa kwa damu. Hallelujah. Si hata nyinyi wanasikia mnaimbanga, nimekombolewa na Yesu na sasa ninafurahi kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake dukani ama nyumbani? We are at home. I say we are at home. Ile kitu imepaki tu ndio uelewe vizuri kwamba uko nyumbani. Ni hayo matatizo, Yesu atabadilisha hali yako leo ndio ujue this is home. Itabadilika. Itabadilika. Asijui niseme na mrana, lakini niangalie kwa macho yangu, hiyo itabadilika. Haitakuwa hivyo. It will change. It will change. Hallelujah. Hello. Mungu amekuwa akibadilisha mambo. Na one of the things, kitu moja alibadilisha ni siku ya ibada. Hallelujah. Hii siku ya ibada siku zote tangu mwanzo alikuwa ameiweka Jumamosi. Na nilisikia madam akisoma asubuhi kitabu cha Yeremia. Na hiyo Jumamosi ndio ile inaitwa Sabato. Sema Sabato. Na mtu asikudanganya Sabato ni siku ya Jumapili. Hapana. Sabato ni Jumamosi. Nilijuaje? Ni Biblia. Hallelujah. Lakini ukumbuke ninaongea kuhusu mabadiliko. Sema mabadiliko. I am very sure that God who changes anything for my sake can change my life for his goodness. All things happen for the good of those who love God. Praise God. Nilijua kwamba hiyo Sabato ni Jumamosi. Najua sabani nikisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8, nilikuwa naona ikumbuke siku ya Sabato, bla bla bla, wewe na watoto wako msifanye kazi yoyote, ikumbuke siku ya Sabato. Na sikufikiria kwamba ilibadilishwa. Hallelujah. Na ninarudia, ukiona Mungu anabadilisha, lengo kuu ni watu wake. Hallelujah. Sabato ilikuwa ni amri ya 4. Na hata nisiseme ati ilikuwa ni amri ya 4. Ndio muelewe mahali tunatoka na mahali tunaenda. Ni amri ya 4. Hallelujah. Na usifikiri atujui. Halo. Watu wengine wakituona kanisani Jumapili wanafikiri hatujawahi ona hiyo verse. Wanataka kukufungulia wa kuonyesha. Tunajua. Na hata hii ya Jumapili pia tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kwa imani
milima yote, Bwana Sasa sikiliza, siku zote Sabato imekuwa ni Jumamosi siku zote, na hayo maneno ni ya wazi kwa Biblia. Kwenye kitabu cha Luka 23 mstari wa 54 inazungumza kuhusu siku ya maandalizi kabla ya Sabato, na Luka hiyo 24 kuanzia mstari wa kwanza pia inazungumzia kuhusu siku ya kwanza ya juma. Na hiyo hadithi ambayo imezunguka hapo inaelezea kuhusu siku Yesu alisulubiwa na akawekwa kwenye msalaba. Ndio ile siku mnaita Good Friday. Inajulikana siku zote duniani zinafanana, iwe kwamba Marekani inaanza saa 9 ama saa ngapi, Friday ni Friday. Hakuna dunia ambayo iko na siku 8, siku zote ni 7. Haleluya. Siku zote ni ngapi? Siku zote tunaimba kweli Yesu ni Bwana. Siku zote ni 7. Na hizo siku zote unafaa kumwimbia nani? Yesu. Yesu hakumaanisha ati ukipata siku zingine za kufanya kazi yako ufanye maovu. Anataka siku zote utende wema kwa watu wangapi? Wote. Ili uwafae wanadamu na umufae Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Siku hiyo baadaye ilibadilishwa, kwa sababu wakati amri zote zilibadilishwa pia ikabadilishwa. Na usikie, haikubadilishwa kwa ubaya, ilibadilishwa kwa wema wa wanaompenda Mungu. Haleluya. Kitu ambacho Mungu alifanya ni kubadilisha system kutoka kwa system ya Aaron kuja kwa system ya Melkizedeki. Sema Melkizedeki. Ati mmesema aje? Melkizedeki ni mfano wa Yesu. Kwa hiyo kuna kitu tunaita order ama dispensation. Kwa hiyo order ya kwanza ilikuwa inaitwa ukuhani wa Aaron, ama kwa Kiingereza the Aaronic priesthood. Na Mungu akabadilisha hiyo order kwa ukuhani mwingine wa Yesu. Unajua ni katika ukuhani wa Yesu ndio mlifanyika royal priesthood. Hapo ndio kila mtu amefanyika kuhani. Zamani ilikuwa ni familia moja peke yake ya Aaron. Kwa hiyo hiyo order ikatolewa kwa Aaron ikaletwa kwa nani? Now hiyo 12 inasema wakati ukuhani umebadilishwa, lazima, sema lazima, sheria pia ibadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini ilibadilishwa kwanza? Ukuhani. Kutoka kwa nani? Kwa nani? Halo. Sasa sheria nayo imebadilishwa kwa sababu 3. Sababu ngapi? Andika hapo 3 reasons why it was changed. Sababu ya kwanza, because it was powerless. Powerless. Haikuwa na nguvu yoyote. Powerless. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3. Mnaandika? Umeandika nini? Warumi 8 mstari inasema, for what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sin of nature, God did by sending his own son. Mungu akafanya kwa kutuma mtoto wake.
his own son, is it the same as his only son? Si unaweza kuwa na vijana watatu utume mmoja, is your own son. Kwa hiyo Biblia haisemi his only son, vile mnasema kwa Kiswahili atu wa pekee. Wa pekee hiyo ni mambo yenu mlitafuta. Yesu sio mtoto wa Mungu wa pekee. Yesu ni mtoto wa Mungu ambaye ni firstborn. Mungu ako na watoto wengine. Mimi ni mmoja wao. I am one of them. Na hata wewe. Hello. Ninyi hamkusikia kwamba yeyote anamkubali Yesu anapewa uwezo wa kufanyika mwana? You are a child of God. Hallelujah. Waja kusema ati mtoto wake wa pekee. Hiyo ni Kiswahili ya zamani. Wakati Biblia ilikuwa inakuwa translated kuja kwa Kiswahili. Wale ambao tumehusika kwenye Bible translation tunajua it is not only son, his own son. Hello? Yes. Wangapi hapa ni watoto wa Mungu? That's what we are. Nani ametufanya watoto wa Mungu? Yesu. Process kumpokea. Wana mnante nega injino mwana wa igoro. Familia ya mbinguni. Hata Yesu wakati Mungu alikuwa anamhubiria Yesu alikubali mahubiri. Alimwambia wewe ndio unatakaza watu. Na hawa watu nao watakaza na wewe ni wa familia moja. Yesu akasema kama ni hivyo sina haya ya kuwaita ndugu na dada zangu. Imagine wewe uko ashamed kuwa associated na Yesu lakini yeye hayuko ashamed. He is happy for you. You are not happy enough. Can I see somebody in this church that is excited to belong to the King of Kings as our Father? He is our Father. Hallelujah. Are you happy that He is your Father? Are you excited? Can you shout hallelujah like thunder? Now sit down like a child of a king. Mimi nilipogundua Yesu haoni haya ya kuniita ndugu yake na kitu anataka tu nihubiri injili, nikasema na mimi sitaonea injili haya na wala sitachiweka njia fulani ambayo inaibisha injili. Nilisema kwa Kikisii muntu tagonziereria asobusaye bwane emiaka yobusaye bwane bonse oikante nenebo kongu mokorere Yesu emeremo. Do not expose the gospel into humiliation. Kama umeokoka, wacha dunia ichue umeokoka. Wacha kuwa na aibu ndogo ndogo. Ambia watu nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Watu wakikwambia mfanye kitu, waambie hicho atufanyangi. Kwa nini nyinyi hamfanyi? Tumeokoka. Kwani una haya yani? Una haibu gani ya kusema umeokoka? Wakikwambia twende hapa, waambie sieni. Kwa nini? Tunywe hii, sinywi. Kwa nini? Nimeokoka. Kesho uje kazini siku ya ibada, sichi. Kwa nini? Utafutwa kazi, hakuna shida. Waambie wangwana nimeokoka, sitarudi nyuma Misri. Ambia wangwana, watu wamenijaribu na mambo mengi, lakini ngoja nikwambie ukweli, mimi nimeokoka. You're wasting your time. Na uokofu wangu nilikubali mwenyewe. Si kuzaliwa kwa wokofu. Nilifanya maamuzi, na maamuzi niliyoyafanya nitajenga kwa msingi wa yale maamuzi mpaka siku. Wengine mna mashaka, lakini wale tunakwenda mbinguni mtaniona huko, you will see me there. Nimefanya makubaliano na Yesu kiwango kwamba niko tayari kwa mguu kwenda nipake na Yesu, macho kwenda nipake na Yesu. Hakuna kitu kitanitenga na Bwana Mwokozi wangu, iwe ni umaskini, iwe ni njaa, iwe ni nini. Nitasimama kwa Yesu kwa miguu miwili. Hakuna. I don't fake my declaration. I declare my principles. Let the people know
Wacha wanawake wajue kwamba huyo pastor hata ukijaribu namna gani aoni. Let people know you. Tigaba antoba manyenga kwa tolile kubwati Yesu muno motolia bwobogima bwao. Let the world know. Wacha watu wajue huko chini ya mwamba. Na mwamba ni juu yako, umefunikwa. You can lose anything, but don't lose Jesus. Don't lose your salvation. Take the whole world, but leave me with Jesus. Hata hiyo dunia unachukua, nitakuwa na Yesu nikiona dunia ikipita. Maana mimi najua ya ulimwengu yatapita, lakini mimi na Yesu. Halo. Mimi ndani ya moyo wangu nasema mimi na Yesu kwetu mbinguni. Ayenye seno kere birongo. Shauri yako. Kama kwenu ni Meru, kwenu ni Nyanza, kwenu ni Rongo. Mimi na Yesu kwetu ni mbinguni. Hata Yesu alikuwa amezaliwa Nazareth, lakini ikafika wakati akarudi kwao. Hata mimi nilitoka Kebiriko, sasa ninajua kwetu. I am a citizen of heaven. Kwenu ni wapi? Our citizenship is in heaven. Hallelujah. It was changed because it was powerless. Number 2, because it was weak. Powerless nimewasomea kitabu cha Romans 8 and verse 3. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako na litukuzwe. Wako na ufike, utakalo halifanyike. Verse 18, Hebrews chapter 7 verse 18. Hebrews chapter 7 verse 18 inasema, the former law has been set aside because it was weak and useless. Because it was weak and useless. Therefore it has been set aside. Ile sheria ya kwanza imewekwa kando kwa sababu ilikuwa dhaifu na haikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo the law was powerless, it was weak, it was also useless. Now, iliondolewa kwa njia gani? How was it removed? Colossians chapter 2 verse 14. Iliondolewa kwa njia gani? Colossians chapter 2 verse 14. Colossians ni wa Kolosai chapter 2 verse 14 inasema, when you were dead, I mean from verse 13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. Obey. God made you alive with who? Kwa hiyo usifikiri ati unakuwa hai peke yako, unakuwa hai na Kristo. Kwa hiyo Kristo akiwa hai unakuwa hai. Kristo akitawala unatawala. Kristo akishinda dhambi unashinda. Kristo akiinuliwa unainuliwa. Nitakapoinuliwa I will draw all men to me. Sisi tulio hapa mahali Kristo yuko tuko. Where I will be you also shall be. Where is Jesus? That's where I am. Don't confuse me na hii pulpit mnaona. Kuna watu wanaona kama wananiona hapa. Kama unaniona uko mahali niko. Ndio maana wachawi hawanionagi. Maana wako mahali sikuangi. How many of you hapo tusimi? Kama unaniona tuko pamoja. Lakini kama uko na nia mbaya, hapa unioni, unaona moto. You can't see. Hata wewe vile uko hivi hautaonekana. Kama watu wa ile familia nyingine wanakutafuta, hawatakuona. Wacha nikuambie siri ya Yesu. Siku moja watu wa upande ule mwingine walikuwa wanajifanya wanamuona Yesu. Wakamkamata. Wakafikiria wamemkamata. Wakasukuma yeye waende kurusha kwenda kwa shimo. Wakiwa wanaendelea mbele, wakiwa makaribia na shimo, wakapata wanasukuma hewa. Wengine wa upande ule mwingine wakamujia Elisha. Halo? Wakasema tutamkamata na tutaona.
wakamfikia. Walipomfikia akabadilika akakuwa mtu mwingine. Wakamuuliza, umewahi ona nabii Elisha? Akawaambia, huyo namjua, hata mahali anaishi ninajua. Wakamwambia, unaweza ukatupeleka? Akasema, twende. Sikia, mnajidanganya. Wale watu wa kuzimu hawatakuona. Ukisimama kwa Yesu kwa miguu miwili hautaonekana. Hautaonekana. Unanidanganya tu bure. Ukiona unaonekana, hata kwa hiyo vioo za Mombasa, kuna vile na wewe kuna kasoro. Kwani mimi ati jina langu liandiko kwa kitabu cha wachawi? Kwani naandiko vitabu vingapi? Jina langu liko kwa kitabu cha uzima, aliko kwa kitabu cha kuzimu. Haleluya. Hawezi onekana hivi hivi. Na wewe hata uchunguze maisha yako, kama unaonekana hivi hivi, acha kuonekana. Can you sit down if you have a place to sit? Hatuwezi onekana namna hiyo. Haleluya. Haleluya. Mahali Yesu yuko, tuko. Bwana Yesu asifiwe. They can't see you. Why? They can't see Jesus. Hata mtu ambaye anataka kukuua, nikwambie kwa nini haitawezekana? Sasa nani wakufa? Wewe uko ndani ya nani? Kwa hiyo mtu akija kukuua, anaua nani kwanza? Hebu niambie mtu mmoja ambaye mnaheshimu anayesaua Yesu. Kwa hiyo kama Yesu hatauliwa, because for you to kill me, you must first kill Jesus. Na kama hutapata kupenya kwa Yesu, si mimi niko tu ndani ya Yesu, ninasema kwa ujasiri, sitakufa, nitaishi. Si maana ninajua ambaye yuko around me ni nani. I know him. It's powerful. You can't die. Haja. Kwani wewe uliamini nani? Tuko hapo kwa hiyo siku ya ibada. When you are dead, si ati siku mtakufa. Ile siku mlikuwa mmekufa. Nkale. Inaongea kuhusu kitambo, when you are dead. Ile miaka mlikuwa mmekufa. Anaongea na watu ambao sasa wako hai. How many of you are alive now? Kumpokea Yesu ni sawa na kupokea uzima. Hello? Yes. If you have accepted Jesus as your personal savior, you have received eternal life. Huu ndio uzima wa milele, kupokea Yesu na kumtambua Baba. Hallelujah. Now, when you are dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive. You are now alive. Woo-wee. With Christ. Tuko together kumsifu Bwana. Now verse 14. Having cancelled with the written code, with its regulations that were against us and that stood opposed to us, he took it and nailing it to the cross, and having disarmed the powers and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Kwa hiyo tuko hapo Colossians 2 verse 14. Hapo hata nimefika 15. Colossians. Hello? Hakuna kitu kinanifurahisha kama kujua kwa ukweli. Wacha kuile kusikianga, kujua kwamba niko hai. Hata ndio maana Yesu alisema watu hao mnaowaona ati wamekwisha fuka mauti, wameingia uzimani. Wamekwisha fuka mauti. Kwa hiyo daraja ya kufuka mauti ni kupokea nani? Yesu. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna uzima tele. Na ni uzima wa milele. Haleluya. Yule amwaminie Yesu na huyo asipotee, bali awe na uzima
uzima wa milele, naye amwaminie Yesu huyo asipotee, bali awe na uzima. Haleluya. Hiyo ndio njia Yesu aliondoa ile sheria, maana haikuwa na formula nyingine. Formula ilikuwa lazima mtu aende kwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baada ya kuondoa kwa njia hiyo, ameondoa hiyo sheria na badala yake ameweka sheria nyingine mpya. Hiyo sheria mpya ni gani? Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 2. Warumi 8 mstari wa 2. Hapo tu ndio Biblia inazungumzia kuhusu sheria zote mbili. Sheria ya mauti. Na mnajua sheria ya mauti ni ile ya kwanza aliyopewa Musa. Hata Pasaka, wale mlizaliwa miaka yetu ya 70, si mlijua hata Pasaka zilikuwa kama 3: ya Eden, ya Waisraeli na ya msalaba, si ndio? Hamkuimba ile nyimbo Pasaka Pasaka maana yake nini, na siku ngapi nieleze? Pasaka ya kwanza ni yule mnyama waliomchinja Adamu na Hawa. Pili, Pasaka ya pili ni yule mnyama wale waliomchinja Waisraeli. Tatu, Pasaka ya tatu ni Yesu Mwokozi, ndiye Pasaka ya upatanisho. Ayanga ikuwa lenge ngi waka igulenga kiyo. What were you listening to? Hii nchini imekuwa the same all through. Hakuna mahali nchini imebadilika. Ni kuelewa ndio kuna badilikanga. As people keep moving, they develop a new understanding. The gospel has been the same. Because Jesus is the same yesterday, today and forever. He is the same. Usiniambie kwamba injili imebadilika, injili ya siku hizi imebadilika. Injili imekuwa the same. Siku zote Mungu amekuwa tajiri, siku zote Mungu amekuwa mfalme, siku zote Mungu amekuwa mshindi. Achaanza leo amekuwa mponyaji. Ni ile tu mahali tulilelewa hakukuwa na uponyaji, tukakuja tukaelewa, ndio tukasema kumbe huyu Yesu alikuwa anaponya, tuponye, akatuponya. Usifikiri ati dunia imebadilika. It's the same. What you are seeing now is not new. It's not new. Mimi nikisikiliza hata nyimbo zote za zamani, najua tu ilikuwa ni injili. Lakini kitu ninauliza, mbona wazazi wetu hawakuelewa? Kwa nini walionilea kiroho hawakuelewa? Mbona huyu Roho Mtakatifu ambaye mnaimba habari zake leo, mbona Roho Mtakatifu amekuwepo na watu wote wamekuwa wakiimba tangu nikizaliwa? Leo hii mnaimba haleluya. Halo. Si Roho Mtakatifu ni yule. Amekuwa ni yule. Halo. Leo mnaimba Roho niwe Bwana, uabudiwe milele. Roho niwe Bwana. But it's the same song that I grew up with. Roho Mtakatifu kiongozi, amin. It's the same thing. Nana korase vintu vya chenjereti. Utupe kusikia habari za firi, amin. Na ongoza nyumbani. So what is the difference? Ngai inkimoro gi ajenjiri. Oro snayo chenjeti. God is the same. Yes, I think God is the same. Hallelujah. Hallelujah. Romans 8 verse 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Kwa sababu kupitia kwa Kristo Yesu hapo kwa msalaba, sheria ya roho
iliniokoa kutoka kwa sheria ya kifo na mauti. Sheria ya roho ni tofauti. Sheria ya kifo na mauti ndio watu wengi hawaijui, lakini ukitaka kuijua utasoma Wakorintho wa pili 3:7. Ni ile iliandikwa kwa ile kitu inaitwa stone tablets. Mnaijua? Inasema hivi 3:7 inasema now if the ministry that brought death which was engraved in letters on a stone. Hiyo ndio description ya hiyo sheria. Kwa hiyo ni sawa na kusema Yesu ametuokoa kutoka kwa hiyo sheria. Na sasa baada ametuokoa, ile sheria ya kwanza ilikuwa na siku ya ibada ambayo ni Jumamosi. Na hii sheria ya rohoni ina siku. Waebrania 4:7 inasema ametengeneza siku nyingine sasa inayoitwa leo. Hiyo Waebrania hiyo kuanzia mstari wa kwanza inazungumza kuhusu siku ya saba ambayo ni Sabato. Na baadaye inasema kama Joshua angefanikiwa, Mungu angenena kuhusu siku nyingine. Lakini vile amesema kuhusu siku nyingine iitwayo leo. Haleluya. Roho Mtakatifu ana siku. Kama yuko ndani yako, mko na yeye Jumatatu, mko na yeye Jumanne, mko na yeye Jumatano, mko na yeye Alhamisi, mko na yeye Ijumaa, mko na yeye Jumamosi, mko na yeye Jumapili. He is not limited to days, he is limited to humanity. Hallelujah. Hallelujah. Inasema kwa sababu ya Mungu akatenga siku nyingine iitwayo leo. Leo ni siku njema, muona Yesu. Leo ni siku njema, nimemuona Yesu. Sema leo ni siku njema, nimemuona Yesu. Hiyo siku sio jana. Na actually Biblia inasema siku hiyo ambayo inaitwa leo, muongeleshane kwa upendo wa Yesu. Kwenye Waebrania 3:13 inasema encourage one another as long as it's called today. Bwana Yesu asifiwe. Encourage one another. Tieni watu wa Mungu moyo kama siku inaitwa leo. Inasema but encourage one another daily as long as it is called daily. So daily can be called today. Encourage one another daily. Si ukisema daily hiyo sentence iko complete. Do you need to add anything? You can only add when you're making emphasis. Na anasema as long as it is called today. So who is to call it today? So if I call you on Monday, that Monday becomes our today. And therefore we need to encourage one another. And every day can be today. Because the Spirit of God is a spirit of liberty. It is not limited. It is not bound by time. Bwana Yesu asifiwe. Ni usiku na mchana. The Spirit of God can take care of you at night. He can take care of you during the day. He can take care of you in the morning. He can take care of you at noon. He can take care of you in the evening. God will take care of you. Are you happy to be here today? Yes. Can you shout hallelujah? Vile Paulo alikuwa anaongea, alikuwa anasema niko na mambo mengi ya kuambia, lakini mengine hamtaelewa kwa sasa, na mengine wakati hautaturuhusu. Anasema if time can allow, we can proceed to maturity. Na hata mimi nasema muda ukiniruhusu nitaenda kwa mambo makubwa. Wacha nimalizie ya kitoto. Makofi kwa Yesu. Jumamosi ijayo mchana, Bwana ameniamrisha kwamba
nifanye ibada ya kuomba na walimu. And I can tell you, tutaomba na walimu wabarikiwe na waondolewe stress. They need God. Kila mwalimu ambaye anashiriki hapa, usikose kwa kwenye ibada hiyo, na pia mwalike walimu marafiki zenu. Tutafanya ibada ya walimu, iwe ni wa shule ya binafsi au shule ya msingi ya serikali au shule ya sekondari au chuo kikuu au walimu ambao wameritaya. Tunataka kupitia kwa walimu hao, maana wako na network ya taifa nzima. Ile mbegu tutapanda ndani yao isababishe mabadiliko Kenya mzima, na itafanyika kwa jina la Yesu.